Mwanaume ameumbwa kutawala na sio kutawaliwa. Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi za mapenzi. Leo nayatupilia mbali kidogo mapenzi, ila nitajikita kwenye wanaume wa siku hizo. Mfumo dume ni mfumo uliokuwa umekita mizizi sana zama hizo. Niamini mimi, mfumo huu ulikuwa unatengeneza mwanaume kwa mwanaume na sio mvua suruali. Enzi hizo hata mwanamke akibisha alikuwa anakutana na kofi moja safi la kumweka sawa na kumkumbusha majukumu yake, ukiachana na madhaifu yake, lakini ulikuwa mfumo bora kabisa kwa kudumisha kizazi cha kiume. Leo hii mambo yamebadilika. Tumekumbatia sana usawa na kumsahau huyo kiumbe aitwaye mwanaume. Mwanamke wa kizazi hiki anatetewa karibia kila sehemu. Mwanaume wa leo hana sehemu yoyote ya kujishikilia, amebaki ananing'inia misiri ya mkia wa mbuzi. Wanaume wengi wanagugumia maumivu japo kimya kimya. Amini na kuambia, wanawake wa leo wamekuwa watemi, hawaogopi tena wanaume. Siku hizi mwanaume akijichanganya anakula makofi, akizingua anakutana kipigo cha kutosha, muda sio mrefu na kuibia siri. Wanaume wasipokuwa makini watacharazwa viboko. Jamii inaona, lakini imejitia upofu. Haiongei, haipazi sauti na wala haishtuki. Ukitaka kujua dunia haieleweki, wewe mwanaume jaribu kumpiga mke wako, uone utakavyoshambuliwa. Utashambuliwa karibia na kila mtu, utabaki peke yako misiri ya mbwa kichaa. Utatamani kunywa sumu, lakini bahati mbaya unaogopa kifo. Wanaume wa leo wamebaki yatima, hakuna yoyote wa kuwatetea. Wanakufa kimya kimya kama mende aliyedondokewa na kabati. Kufurukuta haiwezekani. Siku hizi sio ajabu tena kukuta mwanamke ndio kichwa cha familia. Mwanaume yupo, lakini hana sauti, hana kauli. Kwa kifupi, kwenye jina la mwanaume amebaki na jinsia tu. Ndio maana wanaume wengi wakiona maji yamezidi unga wanakimbia ndoa zao. Wameamua kujificha, hata hawataki kuonekana. Inasikitisha kuona mwanaume wa leo anakimbia mke wake. Hivyo ushangai kuliko na single mama wengi mtaani, au nadhani watu wamefiwa na waume zao. Kama ulizani hivyo, basi ulikuwa unajidanganya. Amini maneno yangu, kuna mwanamke alijivika ukuu akaachwa. Kuna mwanamke alipendwa lakini hakupendeka, naye aliachwa. Kuna mwanamke alipenda mvulana na kuacha mwanaume wa kweli, naye pia aliachwa kwenye mataki shangaa. Inasikitisha sana kuona leo hii eti kuna dawati la jinsia kwa mwanaume. Mwanaume akipigwa aenda akashitaki. Hii ni aibu kwa mwanaume, lakini ndio tumefika huku. Na hii haitokee kwa bahati mbaya, bali ni baada ya anguko la mfumo dume kwenye jamii zetu. Mwanaume amekuwa sio tena kichwa cha familia, ila mkia wa familia. Nisiseme uongo, mimi kupigwa na mke wangu labda nizaliwe kwa mara nyingine. Sio kwamba najisifia, la hasha, bali malezi niliyopokea kipindi hicho yalifanya niwe mwanaume wa kweli na sio mvulana. Hivi unajua, malezi ya leo ndio kabisa yamemharibu mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume wa leo analelewa kama yai. Leo hii watoto wa kiume wakirushiana ngumi 2-3, utakutana kesi serikali ya mtaa. Jamii yetu bila kujua imejikuta inatengeneza watoto wa kiume waoga, wepesi wa kurushiana maneno, wagumu wa kufanya vitendo. Kwenye dunia hii sio ajabu tena mwanaume kuwa mbea. Mwanaume hawezi kukana kitu moyoni. Mwanaume anatoa maneno huku anapeleka kule. Na maajabu alivyo mengi,
mwanaume eti na siku hizi unaweza kumkuta kwenye vikao vya kusutana, tena ananyesha vidole juu na wala haoni aibu. Na kudokeza tu, wanaume wanazidi kupotea kwa kasi mno kwenye jamii. Leo hii hakuna tena jipya kukuta mwanaume analelewa na mwanamke. Mwanaume wa leo analishwa, mwanaume huyu anavishwa, bila kusahau mwanaume huyu aliamua kuwa na mambo ya kike anapewa pesa ya matumizi na mwanamke. Sasa jamani, mimi nauliza, hapo kuna mwanaume kweli au kuna jina la mwanaume? Dunia ilivyo na mambo mengi. Eti mtoto wa kiume anatembea huku amebinua matako. Mtoto wa kiume wa leo anamaliza nusu saa kwenye kioo anajiangalia huku akijipodoa. Mtoto wa kiume naye eti anasuka, mama yake anasuka na yeye anasuka. Hii si hatari? Inasikitisha sana. Mtoto wa kiume wa leo anaona fahari kutoboa masikio na pua. Niamini mimi, wanaume wengi siku hizi wanatamani sana kuwa wanawake, huku wanawake nao wakitamani kuwa wanaume. Hebu shangaa, mwanamke wa siku hizi anasema kuomba ruhusa kwa mume wake ni utumwa, kumnyenyekea mwanaume ni utumwa, kumheshimu mwanaume napo ni utumwa. Ndio maana ndoa za siku hizi sio ndoa tena, ila uwanja wa mashindano. Ukitaka kuniamini, hebu angalia hali ya ndoa za leo. Wanandoa wanashindana kuachana. Ndugu yangu, mambo yanaenda mbio mno, hususani kwenye jamii zetu. Unakuta mtoto wa kiume linadekezwa kama mtoto wa kike. Huwa inanisikitisha sana. Yaani mtoto wa kiume yupo kidato cha 4 lakini hawezi hata kuwa mende. Halafu jamii inategemea huyo mtoto wa kiume au kichwa cha familia. Haiwezekani. Labda mke wa familia. Sijui nani alikuja na pendekezo la 50-50 au 50-50 kwa Kiswahili, lakini niamini mimi, siku wanawake wakipata hii 50-50 kabisa, watakuja na wazo lingine la 70-30. Watataka watawale wanaume kwenye kila nyanja. Ajabu, hawa ndio kila siku wako makanisani na pia misikitini. Sijui kwa kweli kama kuna kitabu chochote cha dini ambacho kiliwapa huo ukubwa wa wanawake. Wote tunakubaliana kuwa mwanamke aliumbwa kuwa msaidizi wa mwanaume na sio vinginevyo. Sasa mimi najiuliza, hii 50-50 ilitoka wapi jamani? Au wote sisi ni wapagani? Sauti ya chini, ngoja niwaambie, huu sauti unaopiganiwa kila siku ni chanzo cha anguko la ndoa nyingi mtaani. Mwanaume haoni tena thamani ya kuwa mwanaume, ndio maana mashoga wamekuwa wengi mtaani. Inasikitisha mwanaume kuwa kwenye mahusiano na mwanaume mwenzake, lakini ndipo tulipo sasa. Nasema kwa sauti kubwa, mwisho wa mfumo dume ni mwanzo wa matatizo mengi kwa mtoto wa kiume. Wanaume wengi wa leo hawajui kuwa mwanaume ni kumaanisha nini. Hebu shangaa, leo hii mwanaume akivisha pete analia, mwanaume akilewa analia, mwanaume akiachwa bado analia, mwanaume huyu akigongewa napo analia. Amini nakwambia, kipindi hicho kuliona chozi la mwanaume ilikuwa kazi, tena kazi kweli kweli. Lakini hawa leo wanalizwa na karibia kila kitu, isipokuwa misibani tu ndio hawalii, eti wanajifanya wagumu. Kazi kweli kweli. Ni muhimu kujua mwanaume wa kweli anahitaji mwanamke msikivu. Mwanaume haswa hana haja kuwa kwenye ndoa na mwanamke mshindani. Haiwezekani na haitawezekana. Huu ni ulimwengu wa simulizi za mapenzi, lakini haimaanishi kuwa kutakuwa na simulizi za mapenzi tu. Tutakuwa tunaangalia na mambo mengine. Mimi ni MSI, mfarume wa simulizi za mapenzi. Tukutane tena kunako simulizi ya Chozi la Usaliti.